Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Mithali sura yake ya 14. Inasema kwamba kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa dunia sasa hivi kupata mwanamke mwenye hekima ni mapenzi ya Mungu. Hivyo inatubidi tuishi nao kwa akili viumbe hawa. Maana kwa sasa hivi viumbe hawa wameacha hekima na kugeuza pesa kuwa ndo hekima. Maana mwanaume unapomfuata mwanamke, kama hauna pesa, jipange kuongea naye au jipange kuishi naye. Maana kuna kipindi tu watakubadilikia, na usipate mkosi pale unapooa mwanamke huyo kisha akawa na hekima ya kupenda fedha. Maana kuna hekima nyingi. Ukiwa na pesa na anakuonyesha hekima kabisa, lakini siku unakosa ni kama nyoka anavua gamba lile la juu anabakia na la ndani. Kwa hiyo tunaoa watu ambao hatujui ndani yao kuna nini. Bwana asifiwe, mpendwa wa Mungu. Hivyo neno hili la asubuhi ya leo nakuja na kukujuza kwamba tunapotaka kuchagua tumtangulize Mungu mbele. Tumwambie Mungu, ndio nahitaji kuwa na mwenzangu, lakini nitafutie mwenye hekima ambaye atakayejenga nyumba, familia yake, atakayeipamba ndoa yake vizuri kwa hekima na busara, kuliko kuvamia tu. Maana duniani humu wako wengi ambao hawajaolewa wanatafuta nafasi hiyo, lakini hatujui je ni wazuri au ni wabaya. Ni maombi yako na magoti yako kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kukuongoza, kukutafutia, kukupa ule ambaye anakufaa maishani mwako, ambaye mtakayefurahia naye mpaka mwisho wa maisha yenu. Mungu ndiye anaweza, Mungu ndiye anajua yupi anayekufaa. Hivyo mtangulize Mungu mbele. Maana kumpata mwanamke mwenye hekima kwa sasa hivi, kwa dunia ya sasa hivi, kwa siku hizi, kwa miaka hii, ni vigumu mno kwa akili zako wewe mwenyewe kupata mwanamke mwenye hekima ambaye atakayejenga nyumba yako. Bali unapomtanguliza Mungu, ndiye Mungu anakuchagulia mwanamke mzuri, mwanamke safi, mwenye hekima, mwenye kupenda familia. Hata kama ulizaa na wengine, mtoto mwingine, lakini atampenda, atamtunza kwa sababu ulimwomba Mungu na Mungu akakusaidia mwanamke mwenye hekima. Na Mungu akubariki kwa neno hili asubuhi.